放心，蒙面人受伤跑了，你怎么样？ Anamwambia usijali kwa sababu uliyekuwa ukipigana naye ana majeraha. Je, vipi unajisikiaje? Twende basi kwa Daktari Ping. Nimeshaonana naye tayari. Na ameshasema kwamba hakuna namna nyingine ya kunisaidia. Sikutarajia kwamba Tong atafanya kile alichofanya. Unajua Tao Hong bwana ndio tabia yake. Sijui sasa tufanyeje, lakini labda tuendelee naye hivyo hivyo taratibu tu. Wako zato wanapiga zao story. Huyu ni Dongfang Bubai pamoja na bibie huyo Lan Fenghuang. Nyewe wauni mliondoka muda mrefu sasa mmerudi tena. Kuja kufungua mlango hivi anakuta sio wale wauni. Haya nyie ni kina nani? Wakadanganya majina yao. Tumekuja kumuona kiongozi Tong hapa. Wakatanguliza kwanza dhahabu. Haya, karibuni muingie. Kiongozi ametoka kwa ajili ya kazi zake. Labda mtueleze ni nini ambacho mnaweza kutusaidia. Mimi sijui, unajua wakati mwingine kiongozi wetu anashangaza sana. Kivipi? Ameenda Yunnan. Sisi tulimwambia asitoke lakini ameondoka. Anaendaga huko kila mara. Sijajua sasa kama wakati huu akienda ikatokea kutokea itakuwaje. Inawezekana vipi lakini? Daktari Ping alisema kwamba atakusaidia. Sasa wanamwongelea yule mganga. Yeye ndio daktari mwenye uwezo kushinda hata madaktari wengine. Sijui sasa imekuwa vipi. Alisema kabisa atakusaidia. Lakini amejitahidi. Hapana. Na huyu pia alikusababishia yote haya. Yeye basi ndo anatakiwa kurudisha katika hali yako ya kawaida. Alikuwa amemind kabisa. Akamtazama namna hii. Angalia, hivyo unafikiria nini? Haujui kwamba amekuathiri kwa kiwango cha juu sana. Naelewa kitu unachosema. Lakini basi kwa sababu hivyo ndio imeshatokea tunafanyaje sasa? Tatizo wewe unachukulia poa. Lakini mimi nalichukulia ni jambo serious kabisa. Halafu hawaje kutendea haki hata kidogo. Hebu angalia jinsi ambavyo unaishi katika hali ya majeraha. Binti amemind. Hapana, sijamaanisha useme hivyo. Sasa unajua tena ni kama wanapendana. Na hivi sasa hivi Liu Chong ameshajua kwamba Shania ameamua kumchagua Li Pingzi. Yeye yuko free sasa, anaweza akawa hata na demu mwingine. Kwa hiyo sasa kama hayupo, tunafanyaje? Tunaweza tukaacha ujumbe wetu hapa? Inawezekana. Unajua ni mara chache sana kiongozi wetu anapatikana hapa. Mara nyingi anakuaga anatembelea viongozi wengine. Kuna mtu mmoja alikuja hapa wa ajabu tu, alikuja kumtafuta. Hata jina lake lenyewe nilikuwa sijawahi kulisikia, ndio mara ya kwanza nikalisikia. Sawa basi, mnakaribishwa. Mtanisubiri hapa, ngoja niende nikabadilishe nguo huko juu. Basi haya, unaweza kufanya unavyopenda. Baada ya kuondoka tu, wakasogeleana. Kuna mtu lazima atakuwa wanamficha ficha hawa. Mbona lakini ametutajia mtu kuhusiana na Tobai Chuan? Mara kidogo basi binti akiwa huko juu akasikia anapiga kelele. Na wao wanamtafuta mtu mmoja anaitwa Tongbai Chuan. Sasa wanampata binti akiwa ameanguka chini huko katika hali ya namna hiyo. Maana yake ni kwamba pale katika ile nyumba hawakuwa peke yao. Wale wazee wetu wawili, Lao Toza pamoja na Master Zu, wakiwa wanapita zao, wakapata sehemu kuna damu zimevuja. Wakajua hapa kuna kitu kinaendelea. Sasa wazee hao ni wataalamu sana. Damu yenyewe mbichi, wakajua kabisa tukio limetokea muda sio mrefu.
Naona damu hii haijakauka bado. Au ni Huang Bao nini kapita hapa? Au kuna kitu kimemtokea, labda pengine Li Huochuni walikuwa wakisikia kila kitu kinachozungumzwa na wazee hapo juu. Kijana alisikia. Kijana anaonekana anaendelea kupata maadui wengi. Lakini yule kijana pia anajikuta mtu fulani hivi anaitenda haki. Labda amekutana na kiboko yake. Au ni nani wewe atakayekuwa anataka kumuua? Ingawa hata kama wakitaka kumuua hawatamuweza ujue. Inawezekana pia watakuwa wanagombania mwanamke. Au labda kijana amekuta kuna mtu anamchukulia mwanamke wake wakaanza kugombana. Walisikia kila kitu. Sasa binti pale chini anasema hawa wazee vichani. Sikia nikwambie, inasemekana yule kijana Li Huchong ana demu mmoja mkali sana. Hasa demu wake alichukuliwa na mtu. Sasa kijana inawezekana ameenda ku revenge. Na labda pengine walipigania hapa ni. Wazee wamepiga umbea we. Nyewe wazee, ni vitu gani mnaongea hapo? Hapana, tulikuwa tuwatuongei chochote. Tunaomba tusamehe jamani. Sisi tunaenda zetu huko magharibi tukutembea huko. Nani amemwambia muende huko? Kama mnataka kitu chochote kile, inabidi mniambie kwanza mnataka kwenda huko kufanya kitu gani? Sisi ni watu ambao hatuna ubaya na mtu. Tuko zetu tu katika mishe zetu. Hata huko tunakwenda tunaenda tu kupumzika. Haya, pelekeni ujumbe wangu. Yoyote atakayempata mtu aliyemfanyia uovu mtu wangu, mpenzi wangu, basi nitampa zawadi nono. Hakikisheni kwamba ujumbe unawafikia. Sasa basi wakati wazee wanasikia wakiongea na mtu ambaye hawamuoni, wakaanza kupata uoga. Haya basi tutafanya hivyo. Na inatakiwa mjue kabisa nina hasira sana na huyo mtu. Litakalompata silalamike. Sawa, tumesikia. Tutafanya kama ulivyosema. Halafu na wewe wakati mwingine bwana, mbona unaongea vitu vya ajabu ajabu tu? Unajua kadri unavyozidi kuongea vitu vya ovyo ovyo kwa watu, wengine wataanza kunifikiria mimi vibaya. Binti naye akamani, kwa kila kitu nilichosema mimi nimekosea. Lakini hata hivyo ni makosa yako tu. Basi kama vipi mimi naondoka zangu. Kwa hiyo umeamua kunisusia. Sasa hivi umeanza kunilalamikia mpaka unanisusia. Binti kaenda kukaa zake pembeni. Unajua tena ile kudeka deka na nini? Kijana akaelewa. Haya ni mahaba tu. Kijana anahudhuria vikao. Akisema nina wazo moja. Nafikiri kuna kitu kimoja. Nafikiri tutaongea vizuri. Basi kawa ndio hivyo. Haya, mtazamaji, na kukumbusha juu ya umuhimu wa kuhakikisha una subscribe, una like, una comment pamoja na kushare. Ni muhimu sana ukifanya hivyo. Tunahitaji watu wote ambao mnatazama hii tamthilia hapa na mnaotembelea chaneli yetu, msiishilie kutembelea tu bali kusubscribe pia ni muhimu sana. Fanya hivyo na kukumbusha tena na tena. Unajua mimi ni mtu ambaye nina moyo wa kusamehe. Haijalishi watu wale unikosea, wengi nimewasamehe. Hata wewe umenifanyia hapa kitu na nimeshakusamehe tayari. Na ndivyo nilivyo, mimi ni mtu ambaye naweza kujitoa kwa watu wengine. Binti akamtazama, jamaa anacheka tu. Sasa anavyomtazama, anasema haijalishi, unajua wakati ule ambapo mimi na wewe kila mtu yuko zake kivyake, ni muda mrefu sana sasa. Lakini mara kwa mara nilikuwa nikikukumbuka. Haya, wakati wako hapo. Umeona mambo hayo? Basi upande huu tunaweza kuona wanasema haionekani kama ana majeraha katika mwili wake, lakini kuna jeraha moja la ajabu. Inaonekana kilichomdhuru ni kama aina ya kitu chenye ncha kali. Ni silaha gani hii itakayokuwa imemwadhibu kwa sekunde chache na kumsababishia maumivu kama haya?
Walipomgonga namna hiyo, kikatoka kijisindano fulani kidogo hivi. Hiki ni kisindano ambacho kama utakumbuka, wanaanza kukumbuka hii ni silaha inayotumiwa na mtu mmoja tu, yule ambaye alikuwa amemteka Ren Yinyin. Kwa nini basi alimvamia? Kwa nini ameamua kumwangusha huyu bibie au huyu binti? Inawezekana kwa sababu alijua atatoa baadhi ya siri ambazo zikitakiwa kutoka. Inawezekana pana kitu ndani ya hii nyumba, ndio maana ameamua kuja hapa. Walianza kusearch. Search kila bahali ili mradi wapate kukutana na ni nini ambacho basi kinamfanya mpaka huyu aliyevamia kuja kummaliza mmoja kati ya watu pale ndani. Kumbuka wao ni wageni. Lakini wakati wanaendelea kusearch namna hiyo, basi wakaona pana kivuli cha mtu amesimama dirishani. Binti tayari alikuwa ameshashtukia na hakutaka kusema chochote. Alianza kunyata polepole. Na hapo basi yule mtu alishtukia kana kwamba pana mtu ambaye anasogea. Unaona ni yule yule ambaye tulimuona mara ya kwanza, ambaye alikuwa amemteka Ren Yinyin. Sasa binti alijitokeza kuanza kupambana naye. Mwamba yuko vizuri, ataweza kweli? Huku basi upande huu Dongfai Bubai alisikia kule nje binti anapambana mwenyewe. Ilibidi haraka sana kwenda kuangalia ili aone kama anaweza akamnyosha. Binti aliruhusu, kapigwa mguu kwenye kifua. Wakati anaenda kumaliziwa, Dongfang akatokea. Sasa ni pambano sio la kawaida. Mikono inapelekwa usoni ni kama inataka kuondolewa maski ile, ili mradi wapate kuona sura huyu mtu atakuwa ni nani. Sasa angalia jinsi ambavyo wanamnyosha. Jamaa kwanza ukweli ni kwamba analo jeraha. Alipata jeraha hilo kutokea katika upanga wa Li Huchang. Basi ndio hivyo. Unyama. Pambano likawa kali sana. Kila alichojaribu kijana Dongfang kilikuwa akipati matunda. Basi katika kujaribu kumnyoosha, jamaa akaona anazidiwa, kabidi atembee zake. Sasa kakimbia, wao wanaamini wako salama. Lakini kuna namna wakati walipopambana wakakutanisha mikono, kuna kitu Dongfang aligundua kwamba mwamba yule anatumia nguvu ambazo sio za kawaida. Basi hatimaye wakati mambo yakiwa yanaendelea na wanamganga, basi bibie baada ya kuumia, Dongfang alikuja na walimruhusu kuingia. Inaonekana ni kutokana na uzembe wangu mimi. Binti akamwambia wala usijilaumu. Yule mtu sijui ni nani, lakini wewe uko salama kweli? Akasema mimi niko salama. Uwezo na nguvu alizonazo ni za hali ya juu kuliko nilivyofikiria. Inaonekana mimi ndo sikujiongeza. Labda ningetumia dawa. Inaonekana mkipigana na mtu kama huyo ni ngumu kumshinda. Huyu mtu sijui atakuwa anatoka Blackwoods au atakuwa anatokea wapi. Na sijui anataka kitu gani. Lakini nahisi kwamba uwezo alionao ni kunizidi mimi. Wakiwa wanapiga story ule usiku, kuna watu wakatokea wakawakuta wakiwa peke yao. Sasa angalia watajitetea nini. Hao watu wakasema nyinyi ni kina nani? Na mnafanya nini hapa usiku huu? Kijana akacheka akasema huyu ni dada yangu. Tumetembea safari ndefu, tumechoka, tukaona tupumzike hapa. Mwanamke na mwanamume katika pori kama ile usiku kama huu. Na tudanganye. Haya, mlikuwa mnaelekea wapi? Tulikuwa na safari ya kikazi. Wewe jibu ninachouliza. Usijibu tu unavyotaka. Utapigika hapa sasa hivi. Inawezekana nyinyi labda pengine ni wahuni tu, mnatoka katika magenge ya wahuni. Mmekuja hapa kufanya vitu vyenu, mnachora ramani Mnataka kutuonesha nini kwa mfano? Sasa jamaa alikuwa anamfuata yule mwanamke. Akamwambia mimi ni Li Huchang.
ni mtu ambaye anajali haki, siwezi kutoka katika upande unaofikiria. Jamaa akamshusha akampandisha. Mwambia una hata upanga. Unawezaje kusema unatokea katika shule ya Mlima Hua? Chongwe, hebu achana naye. Achana naye. Mwache tu anataka kufanya nini. Basi wakaamua kuondoka zao. Washenzi kabisa. Oya brother Tane, usije ukasogea bwana. Unajua kwa sababu tumeshawauliza inatosha. Lakini yule brother Tang bado alikuwa hajakoma. Wewe hebu subiri hapo. Unajua watu wachokozi. Sasa kamshika yule mwanamke. We alikunjwa mkono. Pigwa mikofi kama mitatu. Mtu mzima akaibika. Brother Tan, si nimeshakwambia achana nao. Hapana, hawa siwaachie hawa. Sasa katoa upanga wake. Kakunjwa tena. Tandikwa. Kaja mwingine na yeye. Ilikuwa bado kidogo ungepita kwenye koromeo. Sasa alipomgusa pale kifuani, sijui kwa nini kijana anaachia sana kifua chake. Kapigwa kidogo tu kifuani. Lakini kwa sababu ni eneo ambalo lina athari kidogo na sumu nyingi, basi imetokea la kutokea. Sasa angalia. Kijana alipokuwa ameguswa kifuani alitema damu. Damu ambayo imetoka ina sumu. Kwa hiyo jamaa angalia ilivyomuathiri ile damu. Ndani ya dakika chache tu. Angalia ile damu imemkausha. Inaonekana damu yako ina sumu kali sana. Kama unavyojua kuna sumu kali kweli katika damu yangu. Hali aliyokuwa nayo si nzuri, na hata sasa bado anaendelea kuyatunza majeraha yake na bado hajakaa vizuri. Wakaanza kutaniana. Angalia kivuli chako kilivyo kirefu. Natamani tungezeeka pamoja. Nani alikwambia kwamba ni mwenza wako wewe? Tuzeeke kivipi? Nakumbusha jamani juu ya umuhimu wa kusubscribe katika channel yetu. Hilo channel yetu inayotuletea burudani mara kwa mara. Sasa natakiwa usubscribe. Raha ya kusubscribe, yani nikitia kitu tu basi na wewe unakiona, yani unakuta kinatokezea pale, unapata taarifa, notification inatokezea pale kwamba imeuploadiwa episode namba fulani. Sasa raha ni wakati unaifuatilia. Umemaliza labda umefika episode ya 9, unakuja unaangalia, unaona inatokea pale notification episode ya 10 iko hewani. Unabonyeza tu unaangalia. Hebu subscribe leo, bonyeza na kengele ili usipitwe na taarifa zozote. Hakikisha una subscribe, una comment, una like, pamoja na kushare. Muhimu sana hiyo, tafadhali fanya hivyo. Natoa shoutouts kwa kaka Vis kutokea United States. Mtu wa nguvu, mtu wa maana kabisa. Na natoa pia shoutouts kwa Mr Forever kutokea pale Morogoro. Morogoro ni wilaya ya Mvomero kama sikosei. Mtu wa maana kabisa, mmoja kati ya wateja wetu wa YouTube ambao wamenunua YouTube kwetu. Na vile vile pia endelea na wewe pia, ikiwa unahitaji huduma unaweza kuwasiliana na mimi. Namba yangu ya simu inazunguka katika screen yako muda wote. Ukinipigia ukaona nimechelewa kupokea, unaweza kunitumia ujumbe. Inawezekana niko studio labda na rekodi movie hapa. Kwa hiyo ndio maana basi pengine wakati mwingine nashindwa kupokea simu wakati nakuwa na tafsiri movie kama hivi. Sasa angalia, kuna majambazi ambao walikuwa wameshajificha barabarani wanategea msafara wa Ayubu Chen wakati anarejea zake maskani. Ghafla wanavamiwa. Watu hawa walikuwa na silaha kali. Waliovamia wakiwa na silaha zao. Sasa inabidi Ayubu Chen aanze kupambana nao. Lakini kumbuka yuko na wanafunzi wake, na kundi la wanafunzi wake bado pia halijakaa sawa. Si kusema kwamba wako vizuri kwa level ambayo wanaweza wakapambana na mtu yeyote. Basi mapambano yakawa mapambano. Ayubu Chen naye yuko katikati, mkewe naye anaitwa Ning Zouzi yuko naye kati, anapambana na majambazi wale. Na sio hivyo tu, kuna bibie pia Shania, mtoto wa Ayubu Chen, naye yupo kati pale anapambana nao. Li Pingzi bado ni mgeni, hajui sana martial arts. Huyo ndio anaisikitisha zaidi, inawezekana asiwe salama sana. Haya, ndani ya gari kuna nini au nani?
tumeona kuna mmoja amepanda kwenda juu katika gari lile, huenda labda pengine akasababisha madhara zaidi au akaleta shida zaidi. Basi tumeikamilisha episodi namna hiyo, na bila shaka umejionea mtazamaji, na ninakukumbusha sana 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 why ofa katika msimu huu wa 77, kwa sababu kuna punguzo la bei, kuna mteremko kidogo. Utajipatia YouTube channel yako ikiwa tayari iko verified vizuri na kila kitu kiko on point. Na sasa nataka nihakikishe wale watakaoiwahi ofa hii, basi nitawapa pia ofa ya kupromote channel zao. Wako wengine wanakuja kwangu wanasema mimi usinipromote, nataka kwanza kuna vitu vyangu niviweke sawa, halafu baada ya hapo nikitaka kuanza promotion nitakuambia. Unakuta basi nawaacha namna hiyo, na wengi wametaka hivyo. Lakini basi kama wewe utakuwa uko tayari, unaweza ukaja kwangu pia ukaniomba, labda pengine utapenda na wewe unaweka movie, bado hujajua utaweka movie gani, labda utapenda uanze na movie ambazo nimezifanya mimi au ambazo labda unazipenda utataka nizitafsiri ili nikupatie, alafu baadaye wewe ndo uziupload. Yani tunaweza tukaongea biashara, mambo yako yakapata kwenda. Unajua tayari na mimi nina mashabiki kila kona, kwa hiyo ukinitumia pia wewe ndo utatengeneza pesa na mambo yako yatakuwa ni safi kabisa kwa wakati, mambo yatafanikiwa. Unaona mambo hayo? Haya, wakati huu basi jamani, nakumbushia juu ya umuhimu wa kila mtu kujiunga na swala la membership. Hebu nenda katika sehemu ya profile ya channel hii, alafu utakuta ile sehemu ambayo imeandikwa join. Ukifika pale mtazamaji, nenda click pale, utaletewa ukurasa ambao basi ukurasa huo utakuwa unafanana namna hii. Ngoja nikuoneshe hapa. Kuna ukurasa mmoja hapa, huu utakuwa unafanana namna hii. Unaona huu hapa? Utakuwa unafanana hivi. Kwa hiyo huu ukurasa hapa unaotokea unakuonesha aina ya vifurushi vyetu. Kama unavyoona membership yetu iko live, ndio maana kuna kijani pale, na hii ni membership, maana yake inakuwa verified na YouTube wenyewe. Ukishajiunga ndio utakuja utaelewa vitu vingi vizuri. Unaona kwamba kuna kifurushi cha $1, kuna kifurushi cha $7, $24 na kuendelea. Na unakuwa unapata vitu vingi kama movies, TV shows. Kwa mfano kuna kifurushi cha peruzi, alafu kuna hawa $7, kuna vitu vingi, kuna packs na vitu vingi tu. Haya, $24 ndio hivyo hivyo. Mtelezo huo, kama teleza hiyo ni kifurushi kikubwa kuliko vyote. Kuna raha za Netflix huko, yani ni unyama utamu kabisa. Yani kwa hiyo wewe ikiwa nao utajiunga, basi utaenjoy vitu vingi sana. Na mimi ndio maana nawakumbusha mara kwa mara kwamba jamani, hebu jitahidini, jiungeni na swala la membership. Kuna vitu vingi vizuri. Ukijiunga na membership wewe huwezi kuwa kama sawa na mtu ambaye yeye hajajiunga kabisa na membership, au basi hauwezi kuwa sawa na mtu ambaye yeye amebaki tu kuwa ni subscriber. Kwa hiyo basi jiunge. Unaona kama hawa ni watu ambao ni members wetu ambao tayari wamekushajiunga, na kila mara huwa nawakumbuka na kuwapa shoutouts. Kwa hivyo basi Jamie, Kaka Vis pamoja na Rehema Masawe, Judith Moses, hao wote ni wale members wetu ambao wako live sasa hivi na wanaenjoy hizo offer na mambo kama hayo. Nafikiri tutakutana zaidi katika episode inayofuata kwa matangazo mengine, na nakukumbusha subscribe, hakikisha una comment, una like pamoja na kushare. Mimi ni Michael Lukindo, Mr. Informer, bado nitaendelea kuwa na wewe hadi tamati.